Kijana huyu mweusi, akipuuza onyo la kila mtu, akaruka baharini ili kuogelea. Afisa aliyesimamia akamuona na kuwaamuru mabaharia wamtoe majini. Hii ni kambi ya jeshi la wanamaji la Marekani. Kuna joto kali na kila mtu alitaka kuogelea. Lakini kuna sheria moja. Mabaharia weupe waliweza kuogelea siku 6 za wiki. Mabaharia weusi waliruhusiwa kuogelea siku ya Jumanne tu. Lakini yeye akaruka majini hivyo hivyo. Akataka kuvunja sheria hiyo. Akaogelea kwa kasi sana, kiasi kwamba mabaharia weupe waliomkimbiza kutoka juu ya meli hawakuweza kumfikia. Mabaharia weusi wakamshangilia sana. Mtu mmoja akamuona, alikuwa ni nahodha. Akaona ujasiri wa Carl na kipaji chake cha asili. Akampendekeza Carl aende katika shule ya wapiga mbizi ya jeshi la wanamaji ili apate mafunzo ya kuwa mpiga mbizi wa uokoaji. Lakini Carl alipofika, wakufunzi wakamkataa mara moja kwa sababu yeye ni mweusi. Ubaguzi wa hapa ni mbaya zaidi kuliko hapo awali, lakini Carl hakakata tamaa. Akasimama nje ya kambi siku nzima. Mwishowe uvumilivu wake ukamlipa. Mkufunzi akamruhusu aingie, lakini ndani akakutana na chuki. Wanafunzi weupe wakamtazama kwa hasira, hata wakamtemea mate kwenye kiatu chake. Mkufunzi akaandaa sherehe ya kumkaribisha. Wanafunzi weupe wakajibu, hatuishi chumba kimoja na mtu mweusi. Wote wakahama. Ni mtu mmoja tu aliyebaki, mwanafunzi mpole mwenye kigugumizi, ambaye naye pia alikuwa ametengwa na wengine. Usiku mmoja wa manane, mkufunzi akamwamusha Carl kwa kumwaga maji ya baridi juu yake, akisema ni mazoezi ya asubuhi. Akampiga kwa maji yenye presha kali, kisha akamsukuma chini ya maji kufanya mazoezi ya kushikilia pumzi. Ni wazi alitaka aache mafunzo, lakini Carl akakumbuka maneno ya baba yake, hivyo akavumilia. Siku iliyofuata, mwanafunzi mwenye kigugumizi, kwa sababu tu ni rafiki wa Carl, akaanza kulengwa pia. Akashindwa jaribio la kushikilia pumzi kwa dakika 4 na akafukuzwa. Carl akajilaumu. Baadaye, wakati wa zoezi la kuchomelea chini ya maji, ajali ikatokea. Carl akajitolea kwenda kuokoa. Akazama majini pamoja na mwanafunzi mwingine. Lakini muundo wa chuma ukapoporomoka tena, yule mwanafunzi mwingine akaingiwa na hofu na kukimbia. Carl Pipe ndiye aliyebaki. Akafanikiwa kumwokoa mtu aliyekwama. Wakati wa tathmini baada ya tukio, wakufunzi wakampa sifa yule aliyekimbia kwa woga. Kila mtu alijua ukweli, lakini hakuna aliyesema. Hakuna mtu isipokuwa yule mtu ambaye Carl alimwokoa. Akamtazama Carl kimya kimya kwa shukrani. Hata pamoja na dhuluma zote, Carl hakati tamaa. Akaendelea kupambana na kushika nafasi ya kwanza katika kila mtihani. Lakini janga likatokea. Baba yake Carl akafariki. Kwa mara ya kwanza, Carl akavunjika moyo. Akaingia kwenye baa akitaka kinywaji tu, lakini mhudumu wa baa akaona rangi ya ngozi yake na akasema tumemaliza. Mwanafunzi mwenzake akamwambia aondoke. Hata mkufunzi akasema, mahali hapa si pa watu wa aina yako. Haijalishi una akili kiasi gani, hutawahi kuhitimu. Ndipo Carl alipochoka kuvumilia. Akamchallenge mkufunzi kwenye shindano la kushikilia pumzi chini ya maji. Kama Carl akishinda, ataacha mafunzo. Lakini akishinda, rafiki yake mwenye kigugumizi atarudishwa tena kwenye mafunzo. Mkufunzi akakubali. Je, Carl atashinda? Like, share na follow kwa part 2. Pia tembelea ukurasa wangu wa YouTube Rogers Recap kwa simulizi kamili. Asante kwa kutazama na kwaheri.